Bwana Yesu asifiwe. Na kukaribisha katika podcast yetu nzuri ya shule ya Roho Mtakatifu, The School of Spirit. Karibu. Katika kipindi chetu cha leo, Roho Mtakatifu ametupa kibali kuizungumzia swala la toba. Toba maana yake ni nini? Je, kuna tofauti gani kati ya kutubu na kuomba msamaha? Ama kuna tofauti gani kati ya aliyetubu na aliyejutia makosa? Katika Agano Jipya na katika Agano la Kale, Mungu akisema tubu, msisitizo wake unamaanisha nini? Neno toba katika Agano la Kale limechukuliwa katika neno la Kiebrania ambalo ni shuv nukam. Ile shuv inamaanisha to turn au to return to God, yaani kugeuka au kumrudia Mungu. Na lile neno nukam linamaanisha to feel sorry, yaani kujisikia hatia ndani yako, ile hali ya kujihisi hatia, ile hali ya kuhuzunika kwa sababu ya makosa. Kwa hiyo kwenye Agano la Kale, Mungu akiachilia neno la tubu, maana yake lina msisitizo wa kumgeukia Mungu ama kumrudia Mungu kwa majuto ndani ya moyo wako. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Ayubu, ile sura ya 42 na mstari wa 6, Ayubu anazungumza maneno haya, anasema ya kwamba kwa sababu hiyo najichukia nafsi yangu, nami ninatubu. Anasema ninarudi mbele za Mungu kwa kutubu katika majivu na mavumbi. Nataka uone hii kitu. Aliposema ya kwamba kwa kutubu katika majivu na mavumbi, alikuwa ameweka vitu vya namna hii. Ile lugha ilikuwa inakuja na maanisha vitu viwili, ya kwamba katika hali ya kujutia anamrudia na kumgeukia Mungu tena. Haleluya. Ukisoma kwenye kile kitabu cha nabii Isaya, ile sura ya 57 na ule mstari wa 15, maandiko yanazungumza kitu cha namna hii. Mungu anazungumza, anasema anakaa mimi mahali pa juu palipotukuka. Anasema mimi ni mtakatifu, nimekaa patakatifu. Anasema pamoja na yeye aliye na roho iliyotubu. Aliposema aliye na roho iliyotubu, emphasis yake haikuwa yeye aliye na roho iliyoomba msamaha, haikuwa yeye aliye na roho ambayo imejutia tu ndani yake ikamalisha, haikuwa yeye aliye na roho ambaye alisema Mungu nisamehe na kupata hatia na kuona hatia haipo ndani yake akasema amemaliza. Aliposema pamoja na yeye aliye na roho iliyotubu, maana yake ni kwamba yeye ambaye ana roho iliyogeuka, iliyomgeukia yeye Mungu. Haleluya. Katika Agano Jipya, neno toba ama neno kutubu ama neno kutubu kama linavyoonekana katika kile kitabu cha Injili ya Mathayo, ile sura ya 3, ukisoma kuanzia mstari wa 1 hadi mstari wa 3, maandiko yanasema siku zile aliondokea Yohana Mbatizaji akihubiri katika nyika ya Uyahudi na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Nataka uone hiki kitu. Aliposema lile neno tubuni, neno tubu ama toba katika Agano Jipya limetokana na neno la Kigiriki ambalo linasema ni metanoeo. Ile meta ikimaanisha to change, noeo ikimaanisha mind. Kwa hiyo kwa pamoja metanoeo inamaanisha kubadilisha mtazamo ama kubadilishwa akili ama kubadilishwa namna ya kufikiri, kufikiri tofauti na ulivyokuwa unafikiri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwenye Agano Jipya, Roho Mtakatifu anapoachilia neno tubu,
Maana yake badilisha namna yako ya kufikiri, badilisha mtazamo wa akili yako. Kwa hiyo Yohana anapoendea hawa watu na kuwaambia tubuni, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia, maana yake mbadilishwe nia zenu, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Ndio maana ukisoma kwenye ule mstari wa 7 na mstari wa 8, baada ya Yohana kuona Mafarisayo wengi wanauendea ubatizo wake ili kwamba wapate ondoleo la dhambi, sasa kitu anawaambia, anasema enyi uzao wa nyoka, hivi ni nani aliyewaonya kuikimbia hasira itakayokuja? Mstari wa 8 anasema basi zaeni matunda yapasayo toba. Haleluya! Ile neno zaeni matunda yapasayo toba ilikuwa ni kuclarify kile ambacho amewapelekea kama ujumbe ndani yao, ya kwamba Mungu anaposema tubuni hazungumzii tu swala la kukiri kuiacha dhambi, hazungumzii tu swala la kuomba kusamehewa dhambi, hazungumzii tu swala la kukaa mbali na hatia juu ya dhambi. Lakini akisema tubuni, maana yake mbadilishwe fikra, mbadilishwe ufahamu, mbadilishwe namna ya kufikiri. Na ukisoma kwenye kile kitabu cha Ufunuo wa Yohana ile sura ya 2, ukisoma kuanzia mstari wa 2 na ule mstari wa 3, utakutana na hii habari. Maandiko yanasema nayajua matendo yako na taabu yako na subira yako, na ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya, tena umewajaribu wale wajiitao mitume nao sio, ukawaona kuwa waongo. Sasa angalia, ukisoma kwenye mstari wa 4 anasema lakini nina neno juu yako, ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Mungu alikuwa anazungumza na kanisa la Efeso. Wakati anazungumza na kanisa la Efeso, nimekuonyesha mstari wa 2 anawasifia juu ya ubora walio nao. Kwenye mstari wa 4 anaonyesha kasoro walio nao, ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Mstari wa 5 anakuja kuachilia neno ya kwamba basi kumbuka ulipoanguka ukatubu. Anasema ukayafanya matendo ya kwanza, lakini usipofanya hivyo naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake usipotubu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kitu gani ninataka uone katika Agano Jipya? Mahali popote Roho Mtakatifu anapoachilia msukumo wa kutubu, ni sauti ambayo inakuja na msisitizo wa kubadilishwa namna yako ya kufikiri, inakuja na msisitizo wa kubadilishwa namna yako ya kuona. Kwenye Ufunuo wa Yohana sura ya 2 mstari wa 5 anapowaambia kwamba kumbuka ulipoanguka. Kwa nini Mungu aweke neno kumbuka, na ikiwa ameshawaonyesha kasoro yao imekaa wapi? Aliwaambia kumbuka ulipoanguka, akitaka ndani ya fahamu zao wapate kujichunguza mahali gani wamekosea, akitaka ndani ya mioyo yao wapate kuitazama dhambi kuwa ni dhambi. Inawezekana ndani yao walikuwa wanafanya kosa la chuki miongoni mwa ndugu, na wao hawakujua kama ni kosa. Inawezekana ndani yao walikuwa wanafanya tofauti na mapenzi ya Mungu, na wao hawakujua kuwa ni kosa kufanya tofauti na mapenzi ya Mungu. Maana yake inawezekana shetani amekuweka kwenye mtego wa dhambi, na kwa vile amekuachia utumishi ndani yako, unafikiri kwa vile haubisikia tia juu hilo kosa basi umemaliza. Sikiliza nikwambie hiki kitu, ile kwamba unafanya dhambi na unapiga magoti, unasema Mungu nisamehe, na ukitoka hapo akili yako ipo vile vile, nia yako haijabadilishwa juu hiyo dhambi. Hauitazami hiyo dhambi kwa kitu cha kuto kushikamana nacho, unaitazama dhambi kwa sura ya kawaida, kana kwamba ni kitu cha kukifanya. Uwe na uhakika bado hujafanya toba na haujawahi kufanya toba. Toba sio kuondolewa hatia ya dhambi ndani ya moyo wako. Toba ni zaidi ya maombi ya kutaka kupokea msamaha ndani yako. Kutubu sio hisia, ila kutubu ni kitendo, ni maamuzi.
hautubu kwa sababu ya kuhisi kujutia peke yake juu ya dhambi, ila unatubu kwa sababu ya kubadili mtazamo ulioko ndani yako juu ya dhambi. Na ndio maana Yohana alipozungumza na Mafarisayo akawaambia, basi zaeni matunda yapasayo toba. Lile neno matunda yapasayo toba, maana yake kama ukisema umeifuata toba, kama ukisema umetubu, maana yake tunategemea staili ya maisha, namna ambavyo ulikuwa unafanya vitu sahihi hautafanya kwa staili ile ile. Sio kwa sababu wewe umekuwa kitu kingine, ila ni kwa sababu mtazamo uliopo ndani yako umebadilishwa. Sio kwa sababu hisia zilizokuwepo hapo kabla mwili wako umeondokana nazo, ila ni kwa sababu namna ya kufikiri na namna ya kuyatazama mambo kumebadilika. Huko ndiyo kutubu. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa pili ile sura ya 7 na ule mstari wa 10, Paulo anazungumza kitu cha tofauti kidogo. Anasema, maana huzuni iliyo kwa jinsi ya Mungu hufanya toba liletalo wokovu lisilo na majuto, bali huzuni ya dunia hufanya mauti. Maana yake kutubu sio hisia za kujutia peke yake. Kutubu sio hisia za hatia dhidi ya dhambi peke yake. Inawezekana dhambi inakusumbua na unafikiri ukipiga magoti na kupokea msamaha kwa maombi umemaliza. Nisikilize mtumishi wa Bwana, nipo hapa kukuhakikishia ya kwamba kama haujageuzwa nia yako, kama haujageuzwa ufahamu wako, uwe na uhakika haujaifanya toba sawa sawa, yani haujatubu. Na kama kile ambacho Mungu anazungumza na kanisa la Efeso na akawaambia, kama usipotubu nitakiondoa kinara chako, uwe na uhakika. Aliposema neno usipotubu, na ameshawapa assignment ya kukumbuka ni watu walipokosea. Maana yake kama wasipokaa katika namna ya kuchunguza kwenye fahamu zao ya kwamba ni kwa jinsi gani wamepungua kwenye swala la mapenzi ya Mungu, ni kwa jinsi gani wamepungua kwenye eneo la kukaa na Mungu, inamaanisha hiyo thawabu hawataipata. Kulingana na Matendo ya Mitume ile sura ya 3 mstari wa 19, maandiko yanasema, tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Maana yake utapata nini kutoka kwenye toba? Ni yapi matokeo ya kutubu? Jambo la kwanza, ondoleo la dhambi. Maandiko yanasema kwenye kile kitabu cha Marko sura ya 1 mstari wa 4, na ukisoma ile Injili ya Luka sura ya 3 mstari wa 3, toba liletalo ondoleo la dhambi. Kwa hiyo kutubu ndiko kuna kuja na package ya kuondolewa dhambi. Maana yake utakapobadilishwa kufikiri kwako, maandiko yanasema ya kwamba yeye ichunguzaye mioyo aijua nia ya roho jinsi ilivyo. Kwa hiyo kuwa makini sana na namna ya kujifariji ndani yako katika swala la dhambi. Usiishie kuomba kwa namna ya kutaka kufuta hatia ili upate amani ndani yako. Badilisha mtazamo wako, namna ambavyo unamfikiri Mungu, hakikisha kumebadilika. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 19, pale mbele anaendelea anasema, ilisipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Kwa hiyo kumbe toba inakuja na package ya kufungulia lango la nyakati za baraka kwenye maisha ya mtu. Yaani faida mojawapo ya kubadilishwa namna yako ya kufikiri, kuna hatua ambayo hauwezi ukapiga mpaka namna yako unavyomtazama Mungu imebadilika. Kuna hatua hauwezi ukafika mpaka namna yako unavyomtazama Bwana imebadilika. Fikiri kitu cha namna hii. Kama Yesu alikufa msalabani na katika yeye kwa kupiga kwake sisi tumepona. Maandiko yanasema alichukua maovu yetu, alichukua na dhambi zetu. Fikiri kitu cha namna hii. Kama Yesu alichukua dhambi zetu na bado ndani yako uzinzi ni sehemu ya maisha yako, Yesu amechukua dhambi ipi kwako?
Kama Yesu alichukua madhaifu yetu, kama bado dhambi ni sehemu ya udhaifu wako umeishikilia, Yesu amechukua udhaifu upi kwako. Ni kwamba kukuhakikishia kwamba hakikisha umebadilisha mtazamo wako, hakikisha umebadilisha namna yako ya kufikiri. Ni lazima ugeuke na kumrudia Mungu sawasawa, kuanzia kwenye ufahamu wako, having a Christ minded in you, kuhakikisha kwamba lile neno la agano la msalaba linaweza kufanya kazi ndani yako, sio kwa sababu umemkiri Yesu peke yake, ila ni kwa sababu umegeuzwa nia iliyopo ndani yako. Glory to God. Kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 5 na mstari wa 31. Mtu huyo Mungu amemtukuza kwa mkono wake wa kuume, awe mkuu na mwokozi, awape wa Israeli toba na msamaha wa dhambi. Kwa hiyo toba ni mpenyo ambao Mungu amewapa watu wake kupitia Yesu Kristo. Kwa hiyo tukisema kwa habari ya kutubu, ni nafasi ambayo katika Yesu iliachiliwa kwa wanadamu. Umeshawahi fikiri kwa nini Sodoma na Gomora iliangamizwa pasipokuwa na nafasi ya kutubu? Na wewe Mungu, japo na uovu wote ulioufanya, japo na udhaifu wote ulio nao, bado kuna neema ya kutubu. Maana yake nini? Huo ni mpenyo ambao Mungu amekupa wa kuhakikisha unatoka katika maangamizi. Yohana anazungumza na Mafarisayo, anawaambia ni nani aliyewaonya kuikimbia hukumu ya siku ile? Maana yake Mafarisayo walivyosikia wakajua kabisa ufalme wa mbinguni unakuja. Kuna mpenyo kwenye eneo la toba, inabidi tuung'ang'anie. Matendo ya Mitume ile sura ya 11 na mstari wa 18. Maandiko yanasema waliposikia maneno haya wakanyamaza, wakamtukuza Mungu wakisema, basi Mungu amewajalia hata mataifa na kupata toba liletalo uzima. Unaweza kuona hii kitu? Kazi mojawapo ya toba ndani yako ni kukupa uzima. Kazi mojawapo ya toba ndani yako ni kukupa uzima. Sikiliza, kuokoka unamkiri Yesu. Maandiko yanasema kwa kinywa mtu ukiri na kwa moyo mtu uamini hata kupata wokovu. Nisikilize kitu cha namna hii. Kama ndani yako unamwamini Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kama ndani yako unakubali kabisa na unaamini ya kwamba yeye ni Mungu, alikufa kwa ajili ya dhambi zako, na nataka nikuhakikishie jambo hili. Hakikisha ufahamu wako upo sawasawa na fikira ya Mungu kwako, ya kwamba dhambi ni kitu cha kuchukiza, ya kwamba kosa ni kosa hata kama wengine wanalifanya. Mithali sura ya 8 na ule mstari wa 16, maandiko yanasema kumcha Bwana ni kuchukia uovu na kinywa cha ukaidi ninakichukia. Kwa hiyo hakikisha ufahamu wako ikifika kwenye eneo la Mungu unakuwa serious na kuitazama dhambi kama dhambi na si kitu cha kushikamana nacho. Na Mungu akubariki sana.